Katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kulikuwa na familia moja mashuhuri kwa utajiri wao mkubwa. Familia ya mzee tajiri, kama walivyojulikana katika jamii, ilikuwa na mali nyingi zilizoenea kote nchini, hoteli za kifahari, kampuni za ujenzi, mashamba makubwa ya kahawa Nyeri na chai Kericho, pamoja na maduka makubwa katika miji yote mikuu ya Kenya. Nyumba yao kubwa ilisimama majestikali katika mtaa wa Muthaiga, eneo la watu matajiri mjini Nairobi. Ilikuwa nyumba iliyojengwa kwa ustadi wa hali ya juu, yenye vyumba 25, bustani pana iliyotunzwa vizuri na bwawa la kuogelea lenye umbo la moyo. Ukuta mrefu ulizunguka nyumba hii, ukitenganisha utajiri wao na ulimwengu wa kawaida nje. Geti kubwa la chuma lililonakshiwa kwa ustadi lilikuwa linalindwa na walinzi wawili wakati wote. Katika familia hii ya kifahari aliishi Bakari, kijana mtanashati mwenye miaka 26, mwana pekee wa mzee tajiri na mkewe Bi Halima. Bakari alikuwa amelelewa kwa starehe zote za kidunia. Alikuwa amesoma katika shule za kimataifa nchini na baadaye kumaliza shahada yake ya biashara katika chuo kikuu cha Oxford, Uingereza. Alikuwa kijana mwenye mwili mzuri, nywele nyeusi zilizotunzwa vizuri, macho makali ya kahawia na tabasamu lenye mvuto. Akiwa na elimu bora na uzuri wa sura, alikuwa ndoto ya kila binti wa Nairobi. Bakari alikuwa amerejea nyumbani miezi 6 iliyopita baada ya kumaliza masomo yake ili kuanza kumsaidia baba yake kusimamia biashara zao nyingi. Alipokelewa kwa shangwe na sherehe kubwa iliyohudhuriwa na watu mashuhuri wa Nairobi, wakiwemo wanasiasa, wafanyabiashara na wasanii. Lakini licha ya utajiri wake, elimu bora na hadhi ya juu katika jamii, Bakari hakuwa mtu wa kiburi. Alikuwa na moyo mzuri, mnyenyekevu na mwenye kuheshimu watu wote bila kujali cheo au tabaka lao. Tabia hii haikumpendeza sana baba yake ambaye aliamini kuwa hadhi yao iliwaweka juu ya watu wa kawaida, hasa wafanyakazi wao. Miongoni mwa wafanyakazi katika nyumba ya mzee tajiri walikuwepo wapishi, bustani, walinzi na wajakazi kadhaa walioshughulikia usafi wa nyumba hiyo kubwa. Wajakazi hawa walifanya kazi kwa zamu, wakiongozwa na bi mkubwa aitwaye Shakira, mwanamke mkali aliyekuwa na uzoefu wa miaka 20 katika kazi hiyo. Shakira aliwafundisha wajakazi wapya taratibu za nyumba hiyo na kuwasimamia kwa jicho kali. Miongoni mwa wajakazi hao alikuwepo Eva, msichana mrembo mwenye miaka 22 kutoka kijiji kidogo cha Kilifi, pwani ya Kenya. Eva alikuwa na sura ya mviringo, macho makubwa meusi yaliyong'aa kama nyota za usiku, na tabasamu lenye nguvu ya kuangaza chumba kizima. Alikuwa na rangi ya kahawia iliyong'aa, umbo la kuvutia na nywele nyeusi zilizosukwa kwa mtindo wa kisasa. Licha ya uzuri wake wa nje, Eva alikuwa pia mtu mwenye moyo mzuri, bidii katika kazi na hekima ya kujua mazungumzo ya wakati gani. Eva alikuwa amefika mjini Nairobi miaka 2 iliyopita akitafuta maisha bora baada ya kumaliza shule ya sekondari kwa mafanikio, lakini akakosa pesa za kuendelea na masomo ya juu. Nyumbani kwao Kilifi, familia yake ilikuwa maskini. Baba yake alikuwa mvuvi mdogo huku mama yake akiuza samaki sokoni. Pamoja walikuwa wakijitahidi kuwasomesha Eva na ndugu zake watatu wadogo, lakini mapato yalikuwa kidogo sana. Eva alikuja Nairobi kuishi na shangazi yake ambaye alimtafutia kazi kama mjakazi katika nyumba ya mzee tajiri. Mwanzoni, kazi ilikuwa ngumu kwa Eva. Nyumba ilikuwa kubwa sana na majukumu mengi. Bi Halima, mke wa mzee tajiri, alikuwa mwanamke mgumu wa kuridhisha. Alikagua kila kona ya nyumba kuhakikisha kuwa kila kitu kilikuwa safi na katika mpangilio unaotakiwa. Shakira, msimamizi wa wajakazi, hakuwa na huruma kwa makosa madogo, hasa kwa wajakazi wapya. Lakini Eva hakukata tamaa. Alifanya kazi kwa bidii na uaminifu, akijifunza haraka na kuhakikisha kazi yake inafanywa kwa ubora. Muda si muda, Bi Halima alianza kumthamini kwa kazi yake nzuri na hata Shakira alilazimika kukubali kuwa Eva alikuwa mjakazi mzuri zaidi kuliko wengi aliowahi kuona. Eva alikuwa na kawaida ya kuimba taratibu alipokuwa akifanya kazi zake. Sauti yake tamu ilijaza nyumba kwa utulivu na furaha. Wakati mwingine aliimba nyimbo za kidini zenye ujumbe wa matumaini na upendo. Wakati mwingine aliimba nyimbo za kienyeji kutoka pwani ya Kenya, ambazo zilikuwa na lugha ya Kiswahili sanifu na melodia tamu.
Nyimbo hizi ziliongeza uzuri wa kazi yake na kumfanya apendwe na wengi katika nyumba hiyo, isipokuwa Shakira ambaye aliona kama njia ya kupoteza muda. Bakari alipata fursa ya kumwona Eva mara ya kwanza aliporudi kutoka masomoni. Aliingia jikoni wakati Eva alikuwa akisafisha sakafu huku akiimba taratibu. Sauti yake tamu ilimvuta Bakari kusimama na kusikiliza kwa muda kabla ya kujitambulisha. Eva alishangaa kumwona handsome boy kama walivyomuita, na haraka aliomba radhi kwa kuimba. Lakini Bakari alimwambia aendelee na alisikiliza wimbo wake mpaka mwisho kabla ya kuondoka. Tangu siku hiyo, Bakari alianza kutafuta visingizio vya kwenda jikoni au maeneo mengine ambayo Eva alikuwa akifanya kazi. Aligundua kuwa hakuwa tu na sauti nzuri, bali pia alikuwa msichana mwerevu na mwenye heshima. Walikuwa wakizungumza kwa muda mfupi kila wakikutana, na kila mazungumzo yalifanya Bakari azidi kuvutiwa naye. Kwa upande wake, Eva hakuruhusiwa kuonyesha hisia zozote kwa familia ya mzee tajiri. Wajakazi walifundishwa kudumisha uhusiano wa kitaalamu na mabwana na kuepuka maongezi yasiyohusiana na kazi. Lakini licha ya kuwa mwangalifu, Eva hakuweza kuzuia moyo wake kusikia kitu fulani maalum kwa Bakari. Alianza kusubiri kwa hamu nyakati ambazo angeweza kumwona, na moyo wake uliruka kwa furaha kila alipofika mahali alipokuwa. Miezi ikapita na hisia kati ya Bakari na Eva zikawa kubwa zaidi, ingawa hakuna kati yao aliyeonyesha wazi. Bakari alijua vizuri kuwa mapenzi kati yake na mjakazi yangekuwa na vikwazo vingi, na Eva alikuwa akijizuia kutokana na tofauti za matabaka yao. Siku moja, Bakari alikuwa akitembea bustanini wakati wa jioni ya kiangazi. Jua lilikuwa likitua, likitupa mionzi yake ya mwisho ya rangi ya machungwa na dhahabu juu ya maua ya bustani. Hewa ilikuwa baridi na tamu, ikijaa harufu nzuri ya maua yaliyofunguliwa. Bakari alikuwa amevaa suruali ya jeans na shati jeupe, akiwa amepumzika baada ya siku nzima ya mikutano ya biashara. Akiwa katika tafakari za kina kuhusu maisha yake, alisikia sauti tamu ikimfikia masikioni. Alikuwa Eva, akikata maua kwa ajili ya mapambo ya mezani. Eva alikuwa hajamwona Bakari. Alivaa gauni la kijani iliyofunika magoti yake na kitambaa cheupe kilichofunga nywele zake. Akiimba kimya, alipenda kuwa peke yake bustanini wakati wa jioni, baada ya kazi zake nyingi za mchana. Wakati huo, alijiruhusu kuota na kufikiria maisha aliyoyatamani, kuwa na familia yake, kumaliza masomo, na kuwa mwalimu kama alivyotamani wakati wa utotoni. Bakari alisimama kwa muda, akimtazama Eva bila yeye kujua. Alipendezwa na namna alivyotunza maua kwa upendo, akiyachagua kwa makini na kuyapanga katika kikapu chake. Kisha, bila kufikiria zaidi, alianza kutembea kuelekea kwake. Unaonekana mzuri sana ukitunza maua hayo, Bakari alisema kwa sauti ya upole, akimkaribisha. Eva aliruka kwa mshtuko, karibu akaangusha kikapu chake. Samahani Bwana Bakari. Sikukusikia ukija. Nilikuwa tu nikikusanya maua kwa ajili ya meza ya chakula cha jioni. Hakuna haja ya kuomba radhi, Bakari alitabasamu. Mimi ndiye ninayepaswa kuomba radhi kwa kukushtua. Naona umechagua maua mazuri sana. Asante Bwana, Eva alijibu kwa heshima, lakini hakujua la kufanya. Hakujua kama anapaswa kuondoka au kuendelea na mazungumzo. Mkaguzi Shakira alikuwa amewaonya wajakazi wasizungumze na watu wa familia isipokuwa wakiulizwa swali maalum. Nadhani nimekuona ukivuna maua hapa mara nyingi, Bakari aliendelea, akijaribu kufanya mazungumzo yaendelee. Unapenda sana maua, sivyo? Ndiyo, Bwana, Eva alijibu kwa sauti ya chini. Maua yananifanya nikumbuke nyumbani. Tulikuwa na bustani ndogo karibu na nyumba yetu Kilifi, na mama alikuwa akipenda kulima maua pamoja na mboga. Naona, Bakari alitabasamu. Ninadhani unatoka pwani. Sauti yako na nyimbo zako huwa na ladha ya pwani. Macho ya Eva yaliwaka kwa mshangao. Unazisikia nyimbo zangu, Bwana? Kila wakati napata nafasi, Bakari alikiri. Una sauti nzuri sana. Inanifariji sana, hasa siku ambazo zimejaa changamoto za biashara. Eva aligeuka kwa aibu, akihisi uso wake ukiwa moto. Asante, Bwana. Nitajaribu kutoimba kwa sauti kubwa sana. Hapana, tafadhali usifanye hivyo, Bakari alisema kwa haraka. Ninavutiwa sana na sauti yako.
Kweli, ningevutiwa zaidi kujua zaidi kukuhusu, Eva. Kwa mara ya kwanza, macho yao yalikutana kwa muda mrefu. Bakari aliona urembo wa kina katika macho hayo meusi, na Eva aliona ukweli wa hisia katika macho ya Bakari. Wakati huo, walijua kwamba kitu fulani cha kipekee kilikuwa kikitokea kati yao, kitu ambacho hakiwezi kuelezwa kwa maneno ya kawaida. Ningelipendelea sana kujifunza zaidi kukuhusu pia, bwana, Eva alijibu mwishowe, sauti yake ikitetemeka kidogo. Lakini sidhani kama hiyo inafaa. Mimi ni mfanyakazi tu hapa na wewe ni. Tafadhali, Bakari alikata maneno yake, akipeleka mkono wake kuigusa mikono ya Eva kwa mara ya kwanza. Usinitazame kama bwana au mtu wa tabaka tofauti. Mimi ni Bakari tu, mtu wa kawaida mwenye mawazo na hisia kama watu wengine. Wakati huo, sauti ya Shakira ilisikika kutoka mbali, ikiita jina la Eva. Muda wao ulikuwa umekwisha. Lazima niende, Eva alisema kwa haraka, akichukua kikapu chake. Tutaonana tena, kesho jioni hapa hapa. Bakari aliuliza kwa haraka. Eva alihesabu kwa haraka. Kesho ilikuwa Jumamosi, siku ambayo Bi Halima huenda sokoni na Shakira humwandamana. Itakuwa salama zaidi. Ndiyo, nitakuja, alijibu kwa sauti ya chini kabla ya kuondoka kwa haraka. Tangu siku hiyo, Bakari na Eva walianza kukutana kwa siri bustanini wakati wa jioni za Jumamosi na wakati mwingine Jumapili asubuhi wakati familia ilipoenda kanisani. Eva alikuwa Muislamu na hakwenda nao. Walikaa kwenye benchi chini ya mti mkubwa wa jakaranda, mbali na macho ya watu wa nyumbani. Wakati wa mikutano hii, walijifunza mengi kuhusu maisha ya kila mmoja. Bakari alisema kuhusu maisha yake ya shule Uingereza, changamoto za kusoma mbali na familia, na ndoto zake za kuanzisha biashara zake mwenyewe badala ya kurithi tu biashara za baba yake. Alimsimulia Eva kuhusu maeneo aliyotembelea duniani, Parisi, New York, Tokyo, Dubai, na akaahidi siku moja atamchukua kwenda kuona maeneo hayo. Eva, kwa upande wake, alimsimulia Bakari kuhusu maisha yake ya unyonge lakini yenye upendo Kilifi. Alimweleza kuhusu baba yake mvuvi ambaye aliingia baharini kila alfajiri, mama yake mwenye bidii ambaye aliuza samaki sokoni, na ndugu zake wadogo waliokuwa bado shule. Alimweleza jinsi alivyofaulu vizuri katika mtihani wa kidato cha 4 lakini akashindwa kuendelea na masomo kwa ukosefu wa ada. Alimweleza ndoto zake za kuwa mwalimu siku moja na kusaidia watoto wa vijijini kupata elimu bora. Kila mara walikutana, mapenzi yao yalikuwa zaidi. Waligundua kuwa licha ya tofauti zao za kiuchumi na kijamii, walikuwa wanafanana katika mambo mengi. Wote walikuwa na imani kubwa, upendo kwa familia zao, na ndoto za kujenga jamii bora. Wote walivutiwa na muziki, vitabu, na maandishi ya falsafa. Ingawa Eva hakuwa na elimu ya juu, alikuwa msomaji mzuri na alijifunza mambo mengi kutoka vitabu vilivyokuwa maktaba ya nyumba hiyo, ambayo alikuwa akiruhusiwa kusafisha lakini si kutumia. Siku moja, baada ya miezi kadhaa ya mikutano ya siri, Bakari aliamua kumwambia Eva ukweli wa hisia zake. Eva, alisema akimshika mikono yake na kumtazama machoni, nimekuwa nikifikiria sana juu ya uhusiano wetu. Najua tumetoka katika mazingira tofauti sana, lakini moyo hauoni tabaka wala mali. Nimekupenda tangu nilipokusikia ukiimba siku ile jikoni, na mapenzi yangu yamezidi kukua kila nikijifunza zaidi kukuhusu. Ninataka kuwa nawe, si kwa siri tena, bali hadharani kama mpenzi wangu rasmi. Machozi yalitoka machoni mwa Eva. Bakari, nimekupenda pia. Lakini unajua vizuri kuwa dunia haituruhusu kuwa pamoja. Wazazi wako hawatakubali kamwe mtoto wao wa kiume kuwa na uhusiano na mjakazi. Nitafukuzwa kazi na wewe utapata matatizo makubwa na familia yako. Sijali, Bakari alisema kwa msisitizo. Ninaweza kukabiliana na hayo yote. Wewe ndio unayenifaa, Eva, si mabinti wa matajiri wanaotembezwa mbele yangu kila wakati. Ninakupenda kwa kile ulicho, msichana mwaminifu, mwenye bidii na moyo safi. Eva alimtazama kwa macho yaliyojaa wasiwasi. Unasema hivyo sasa, lakini utaweza kustahimili aibu na kashfa? Familia yako inaweza kukutenga. Utaweza kuishi bila utajiri na starehe ulizozoea? Nitaweza kufanya kazi kwa mikono yangu mwenyewe, Bakari alisema kwa ujasiri. Elimu yangu ni mtaji ambao hakuna anayeweza kunyang'anya.
Nitaanzisha biashara yangu na tutaishi maisha ya kati, lakini yaliyojaa upendo wa kweli. Usiku huo, walitengana wakiwa wamefanya ahadi ya kwamba Bakari angemwambia baba yake juu ya nia yake ya kumuoa Eva baada ya wiki 2, mara tu mzee tajiri atakaporudi kutoka safari yake ya biashara Mombasa. Siku moja, Shakira aliwaona Bakari na Eva wakizungumza kwa sauti za chini karibu na bustani ya nyuma. Ingawa hakusikia walichokuwa wakizungumza, alitambua kuwa uhusiano wao haukuwa wa kawaida kati ya bwana na mjakazi. Kwa wivu na chuki, Shakira alimwambia Bi Halima alichokiona. Bi Halima, mwanamke mwenye kiburi, alikasirika sana. Badala ya kumsubiri mumewe arudi, aliamua kuchukua hatua mara moja. Alimuita Eva sebuleni jioni hiyo. Eva aliingia kwa woga, tayari akihisi kwa nini alikuwa ameitwa. Nimesikia habari za kushangaza sana, Bi Halima alianza, sauti yake ikivunja ukimya wa chumba. Vipi unavyothubutu kuwa na uhusiano na mwanangu? Bi Halima, mimi. Eva alijaribu kuzungumza, lakini Bi Halima alimkatiza. Usijaribu kukataa. Shakira amekuona. Umejaribu kumshawishi mwanangu kukimbilia, sivyo? Unadhani utapata maisha ya anasa kwa kutumia hila na ujanja? Hapana mama, Eva alijibu kwa sauti ya unyenyekevu. Sikutafuta uhusiano na Bwana Bakari. Ilifanyika tu. Hakuna kitu kinachofanyika tu katika maisha. Bi Halima alipiga kelele. Ulipanga hili tangu mwanzo. Wewe na wasichana wengine wa tabaka lako mnafikiri mnaweza kutumia uzuri wenu kuwahadaa watoto wa matajiri. Lakini siyo katika nyumba yangu. Bi Halima alisimama na kumsogelea Eva, uso wake ukiwa na hasira. Funga mizigo yako sasa hivi na uondoke. Nakupa saa moja tu. Sitaki kukuona tena katika nyumba hii. Na usijaribu kumfuata mwanangu. Tutachukua hatua kali sana. Machozi yalitiririka kutoka machoni mwa Eva, alipojaribu kuomba msamaha lakini hapakuwa na nafasi ya kujitetea. Aliondoka moja kwa moja kwenda chumba chake cha watumishi nyuma ya nyumba. Kwa mikono inayotetemeka, alifunga nguo zake chache na vitu vingine katika mfuko mdogo. Hakuwa na mengi, nguo chache, picha za familia yake, na kitabu cha hadithi ambacho Bakari alimpa kama zawadi. Alipokuwa akitoka nyumba hiyo, Eva aliogopa zaidi kwa ajili ya Bakari kuliko yake mwenyewe. Alijua Bakari angekuwa katika hali ngumu akirudi nyumbani na kupata kuwa ameondolewa kazi. Hakuwa na njia ya kumwaga au kumwambia kilichotokea. Aliondoka na moyo uliovunjika, akielekea nyumbani kwa shangazi yake mjini. Bakari alirudi nyumbani usiku huo kutoka mkutano wa biashara na kukuta mama yake akimsubiri katika sebule, uso wake ukiwa na hasira na dhamira. Umeniaibisha sana, alianza mara moja. Vipi unavyothubutu kuwa na uhusiano na mjakazi? Umeelimishwa katika shule bora, umesafiri dunia nzima, na bado unachagua mjakazi badala ya mabinti wengi wazuri wa tabaka letu wanaokutaka. Bakari aliduaa kwa muda. Mama, nani amekwambia hayo? Shakira aliwaona mkizungumza faragha. Ni kweli, sivyo? Ulikuwa ukimpenda yule msichana. Bakari alisimama wima, akiamua kuwa mwaminifu. Ndiyo, mama. Ninampenda Eva na ninataka kumuoa. Nilikuwa nikisubiri nirudi ili nikuambie wewe na baba. Bi Halima alipiga kelele kwa mshangao. Kumuoa? Mjakazi? Umepoteza akili yako. Yeye si mjakazi tu, mama. Jina lake ni Eva. Ni mtu mzuri, mwenye hekima na moyo safi. Ana ndoto na malengo kama mtu yeyote. Tabaka lake halimfanyi awe mtu duni. Lakini inakufanya wewe duni kuwa mtu kama yeye. Bi Halima alipiga kelele. Unataka kutuletea aibu katika jamii? Unataka watu waseme kuwa mtoto wa mzee tajiri hakupata mke mzuri zaidi ya mjakazi? Hii ni kashfa kubwa. Mama, tunaishi katika karne ya 21, Bakari alijitetea. Hizi dhana za kizamani za tabaka zinapaswa kufa. Ninampenda Eva na anatosheleza kuwa mke wangu. Siwezi kuwa mtu kwa sababu ya hadhi ya familia yake. Kama unafikiri hivyo, basi hujui ulimwengu unavyofanya kazi, Bi Halima alisema kwa hasira. Na hujui mzee wako anavyofikiria. Nitamwambia mara atakaporudi na utaona hasira yake. Lakini usijali, nimeshughulikia tatizo hili. Yule msichana ameondoka.
Nimemfukuza kazi leo. Damu iliacha uso wa Bakari. Umefanya nini? Umemfukuza? Yuko wapi sasa? Sijali yuko wapi, Bi Halima alisema, na hutapaswa kujali pia. Sahau kuhusu yeye, Bakari. Nina habari njema kwako. Rafiki yangu Bi Mrembo ametukaribisha kwao wikendi ijayo. Ana binti mrembo, Farida, aliyemaliza masomo yake Ufaransa. Ni binti anayekufaa, kutoka familia tajiri, mwenye elimu ya juu na uzuri wa kustaajabisha. Bakari hakusikia maneno ya mama yake. Alikuwa akifikiri tu kuhusu Eva. Aliondoka chumbani bila kusema neno na kuingia gari lake, akiamua kumtafuta. Lakini alikuwa hajui hata anaishi wapi nje ya nyumba yao. Walikuwa wamekutana tu ndani ya mipaka ya nyumba na bustani. Wiki 2 zikafuata, Bakari akiwa na huzuni kubwa. Alimtafuta Eva kote alikofikiria angeweza kuwa, lakini hakumkuta. Hakuna mfanyakazi aliyetaka kumwambia alikokuwa anaishi, wakiwa na hofu ya kufukuzwa kazi kama watasaidia uhusiano huo. Mzee tajiri alirudi kutoka safari yake na kupewa habari za kashfa hiyo na mkewe. Kama alivyotarajia, Bi Halima alikasirika sana. Mzee tajiri alisema katika kikao cha familia, sikutarajia utanidanganya kiasi hiki. Umelelewa katika familia ya heshima na kuhitimu kutoka chuo bora. Unatarajiwa kuwa mwanamke ambaye atakuza hadhi yetu katika jamii, si kuishushia hadhi. Sikiliza, nimepanga mpango mzuri wa kutatua tatizo hili. Wiki ijayo tutatembelea familia ya mzee Mrembo, rafiki yangu wa muda mrefu na mfanyabiashara mashuhuri. Ana binti mrembo aitwaye Farida. Ni mwanamke wa heshima, mwenye elimu ya juu na anayetoka katika familia tajiri. Huyu ndiye aina ya mwanamke ninayetaka kuwa mkwe wangu. Sitafanya hivyo, baba, Bakari alikataa. Ninampenda Eva na nitamtafuta hata kama itanichukua miaka mingapi. Sitaoa mwanamke yeyote mwingine. Mzee tajiri aligonga meza kwa nguvu. Kijana, usiwe mjinga. Ninaweza kukuondoa katika miradi yote ikiwa unaendelea na ukaidi huu. Utaishi maisha gani bila mali na hadhi? Fikiri kwa makini kabla ya kuharibu maisha yako kwa ajili ya mjakazi. Naweza kufanya kazi kwa mikono yangu, Bakari alisema kwa utulivu. Elimu yangu ndiyo urithi wangu mkubwa zaidi, na hakuna anayeweza kunyang'anya. Mjadala ukaendelea kwa saa nzima, kila upande ukishikilia msimamo wake. Mwishowe, mzee tajiri alitoa masharti magumu. Bakari, nakupa chaguzi 2, alisema kwa sauti ya mwisho. Aidha unasahau kuhusu mjakazi huyo na kukubali kukutana na Farida, au unaondoka nyumbani humu sasa hivi na usirudi tena. Ukiamua kuondoka, sitakupa senti moja ya biashara zangu. Utaanza maisha kutoka sifuri kabisa. Fikiria vizuri. Bakari alisimama pale, akimtazama baba yake kwa dakika kadhaa katika ukimya wa kutisha. Alijua kuwa baba yake hakuwa mtu wa kutishia bure, alitendea kama alivyosema. Maisha bila urithi wa familia yangekuwa magumu sana. Bila mtaji, ndoto zake za biashara zingepata changamoto kubwa. Na zaidi ya hayo, alihofia kuwa hata akimtafuta Eva, je, angempataje? Na hata akimpata, angeweza kumudu kuwapa yeye na familia yake maisha mazuri bila msaada wowote. Usiku huo, Bakari alilala macho, akizungusha mawazo kichwani. Alifikiri kuhusu upendo wake kwa Eva, sauti yake tamu, tabasamu lake la ukweli, na moyo wake mzuri. Kisha alifikiria kuhusu maisha magumu ambayo yangempata akifuata moyo wake. Wakati wa alfajiri, alifanya uamuzi wa kuvunja moyo wake mwenyewe. Sawa baba, alisema wakati wakifungua kinywa asubuhi iliyofuata. Nitakutana na Farida. Bi Halima alifurahi sana, na hata mzee tajiri alionekana kuridhika. Wote hawakujua kuwa ndani ya moyo wa Bakari alikuwa akitumaini kuwa wakati fulani maisha yangembadilishia bahati na kumruhusu kuungana tena na Eva. Siku ya kukutana na Farida ilifika. Walikwenda nyumbani kwa mzee Mrembo katika eneo la Karen, ambalo lilikuwa bado la kifahari zaidi kuliko Muthaiga. Farida alikuwa bila shaka msichana mrembo, mrefu, mwembamba, mwenye nywele ndefu zilizonyoka vizuri, na ngozi laini ya rangi ya kahawia iliyoiva. Alikuwa amevaa gauni la hali ya juu kutoka Parisi na mapambo ya dhahabu yaliyoonyesha utajiri wa familia yake. Elimu yake ilikuwa ya hali ya juu, akiwa amehitimu masomo ya biashara katika chuo kikuu cha Sorbonne,
Parisi. Farida alikuwa msichana mwenye majivuno, lakini alijifunza kujificha vizuri mbele ya wageni. Alionyesha tabia ya mwanamke aliyelelewa vizuri mbele ya mzee tajiri na mkewe, akiongelea kwa heshima na kujidhibiti. Bakari aligundua kuwa alikuwa mwerevu na mwenye uwezo wa kuzungumza vizuri juu ya mada mbalimbali: siasa, uchumi, sanaa na historia. Wakati wa chakula cha mchana, Bakari aliulizwa kuonyesha Farida bustani ya nyumba hiyo. Wakiwa peke yao katika bustani, Farida alibadilika ghafla. "Sijui kwa nini unaonekana kuwa na huzuni," alisema kwa sauti ya ukali. "Wazazi wetu wanatuona kama wapenzi tayari. Nadhani wewe ni mwanamume mzuri wa kuolewa naye, tajiri, mwenye elimu, na si mbaya kwa mwonekano. Ningeweza kupata wabaya zaidi." Bakari alishangaa kwa mabadiliko ya tabia yake. "Farida, sipendi tuanze uhusiano kwa udanganyifu. Nitakuwa mwaminifu kwako. Moyo wangu upo kwa mwanamke mwingine, na ingawa nimelazimishwa kukutana na wewe, sidhani naweza kukupa upendo wa kweli." Farida alitabasamu kidogo. "Upendo? Haijalishi. Ndoa yetu itakuwa ya biashara. Ninakuhitaji kwa utajiri wako, na unanihitaji kuwa mke wa tabaka lako. Hiyo inatosha. Hautakosa kitu, utakuwa na uhuru wako, na mimi nitakuwa na wangu. Ni ndoa za aina hii ndizo zinazodumu katika tabaka letu." Bakari alishangaa kwa wazi kwa maoni yake. Farida hakuwa tu na kiburi, bali alikuwa mtu mwenye mawazo ya kibiashara hata katika masuala ya ndoa. Hakuonekana kuamini katika mapenzi ya kweli, na hilo lilimtia wasiwasi zaidi. Wiki kadhaa baadaye, mzee tajiri alitangaza rasmi kuwa mtoto wake Bakari alikuwa ameposwa na Farida, binti ya mzee mrembo. Matangazo makubwa yalitolewa katika magazeti makuu na sherehe kubwa ya uchumba ikapangwa. Bakari aliingia katika uhusiano huu akiwa na huzuni na matumaini machache kuwa angeweza kurudi nyuma na kumsaka Eva. Wakati huo, Eva alikuwa akiishi na shangazi yake katika nyumba ndogo katika mtaa wa Eastlake, Nairobi. Baada ya kufukuzwa kazi, alijaribu kutafuta kazi nyingine ya ujakazi, lakini aligundua kuwa Bi Halima alikuwa ameeneza tetesi mbaya juu yake kwa familia nyingine za kitajiri. Hakuna aliyetaka kumwajiri. Kwa huzuni ya kina moyoni, Eva aliamua kurudi Kilifi kwa familia yake. Kabla hajaondoka, alipokea ujumbe kutoka kwa mfanyakazi mwenzake katika nyumba ya mzee tajiri akimwambia kuwa Bakari alikuwa ameposwa na binti ya familia tajiri, na ndoa ilikuwa imepangwa kufanyika miezi mitatu baadaye. Habari hizi zilimfanya ajue kuwa ndoto zake za kuwa na Bakari zilikuwa zimeisha kabisa. Kwa machozi mengi, aliondoka Nairobi kurudi pwani. Nyumbani Kilifi, Eva alipokewa kwa upendo na familia yake. Hakuwaambia ukweli kamili wa nini kilichotokea Nairobi. Alisema tu kuwa kazi ilikwisha na alikuwa amerudi kutafuta fursa nyingine. Mama yake, ingawa hakuelewa kikamilifu, alihisi kuwa binti yake alikuwa amepitia jambo la kusikitisha. Alimwambia Eva wazo la kuweka akiba kidogo ya pesa alizopata Nairobi ili kuanza biashara ndogo ya kuuza vitambaa na nguo za wanawake sokoni. Eva alikubali, akiona kuwa hii ingeweza kuwa njia ya kuanza upya maisha yake. Huko Nairobi, maandalizi ya harusi ya Bakari na Farida yalikuwa yakiendelea kwa kasi. Ilikuwa itakuwa harusi kubwa ya mwaka, ikihudhuriwa na matajiri na watu mashuhuri wa Nairobi. Gazeti moja kubwa la mji lilifanya mahojiano na Bi Halima kuhusu maandalizi hayo, na picha za Bakari na Farida zilianza kuonekana katika magazeti na mitandao ya kijamii. Kwa nje, Bakari alionekana mtu mwenye furaha, lakini ndani alikuwa akiteseka. Alitamani zaidi kujua Eva alikuwa wapi na alikuwa akifanya nini. Harusi ilifanyika katika kanisa kubwa la All Saints Cathedral, Nairobi, na sherehe ya mapokezi ikafanyika katika hoteli ya kifahari ya Serena. Wageni wapatao 2,000 walihudhuria, wakiwemo mawaziri, wabunge, mabalozi na wafanyabiashara maarufu. Farida alivaa gauni la harusi lililotoka Parisi, lenye thamani ya mamilioni ya shilingi, huku Bakari akiwa amevaa suti iliyoshonwa na fundi mashuhuri kutoka Milano, Italia. Baada ya harusi, Bakari na Farida walianza maisha yao katika nyumba mpya iliyojengwa kwa ajili yao na mzee tajiri katika eneo la Runda. Ilikuwa nyumba kubwa, ikizungukwa na bustani nzuri na kulindwa na walinzi 4. Walikuwa na wafanyakazi 10, wakiwemo mpishi, dereva, wajakazi na bustani.
Maisha yao yalikuwa ya anasa kama Bakari alivyozoea, lakini uhusiano wao haukuwa na joto la upendo. Farida alikuwa mke aliyependeza machoni mwa jamii, mrembo, mwenye elimu na anayejua kuandaa sherehe nzuri na kusimamia nyumba vizuri. Lakini faragani, alikuwa mwanamke wa kiburi na mwenye tamaa. Hakumpenda Bakari kwa dhati, bali alipenda maisha ya anasa aliyompatia. Alikuwa akitumia fedha nyingi kwa mavazi, mapambo na safari za anasa kwenda Parisi, London na Dubai. Alijenga uhusiano na wanawake wengine wa tabaka lao, ambao saa zote walikuwa wakizungumza juu ya matajiri na matukio ya kijamii. Bakari, kwa upande wake, alijitosa katika kazi. Aliamua kuanzisha kampuni yake mwenyewe badala ya kutegemea biashara za baba yake. Akaanzisha kampuni ya teknolojia iliyotengeneza programu mbalimbali za simu na kompyuta. Kazi hii ilimpa lengo la kuishi, na muda mwingi aliutumia ofisini kuliko nyumbani. Miezi 6 baadaye, Farida alitangaza kuwa alikuwa mjamzito. Licha ya uhusiano wao baridi, Bakari alifurahi kwa habari hizi. Aliamini kuwa labda mtoto angeziba pengo lililokuwa katika ndoa yao. Alianza kutumia muda mwingi nyumbani, akijaribu kujenga uhusiano mzuri na Farida kwa ajili ya mtoto wao. Miezi 9 baadaye, Farida alizaa mtoto mvulana mzuri waliyemwita Juma. Bakari alijawa na furaha na upendo kwa mtoto huyo. Alichukua jukumu la kuwa baba mzuri licha ya matatizo katika ndoa yao. Alipenda kumpakata Juma, kumsomea hadithi na kucheza naye. Farida, kwa upande wake, hakuwa na hamu sana ya malezi ya mtoto. Alimwachia mlezi wa watoto shughuli nyingi za kumtunza Juma, huku yeye akiendelea na maisha yake ya kijamii na anasa. Miaka 2 baadaye, Farida alibeba mimba tena na kuzaa mtoto wa pili, msichana aliyeitwa Saada. Bakari alifurahi kuwa na mtoto mwingine, lakini wakati huu, ndoa yao ilikuwa tayari imeanza kuvunjika kabisa. Farida alikuwa anaishi maisha yake mwenyewe, akitoka mara kwa mara usiku na kurudi alfajiri. Bakari alikuwa anajua kuwa Farida alikuwa na mahusiano mengine nje ya ndoa, lakini hakutaka kuharibu familia yao kwa ajili ya watoto. Hata hivyo, Bakari alianza kuona tofauti za wazi kati ya watoto wake wawili. Juma alifanana naye sana katika sura na tabia, lakini Saada hakuwa na dalili yoyote ya kufanana na Bakari. Alikuwa na rangi tofauti kidogo na macho ya mviringo ambayo hayakufanana na Bakari wala Farida. Bakari alianza kuwa na wasiwasi, lakini hakuwa tayari kukabiliana na ukweli. Miaka 3 baadaye, wakati Saada alipokuwa na umri wa miaka 3, Bakari alirudi nyumbani mapema kutoka kazini akiwa na zawadi za watoto. Aliwaona watoto wakicheza bustanini na mlezi wao, lakini Farida alikuwa kuoga. Aliingia chumbani kwao akiwa amekaa. Ghafla iliingia meseji ya mapenzi katika simu ya Farida iliyokuwa kitandani, ikiwa na maneno matamu ya mapenzi na ahadi. Bakari alihisi kitu kibaya kinatokea. Aliifungua meseji na kuisoma. Ilikuwa kutoka kwa mwanamume aitwaye Rashid, ambaye alionekana kuwa na uhusiano wa karibu na Farida. Katika barua hiyo, Rashid alizungumzia jinsi alivyofurahi kuwa Saada alikuwa binti yao na jinsi anavyotamani kuwaona. Aliandika kuwa alikuwa akifanya mipango ya kuhamia Dubai na alitaka Farida na Saada waende naye. Dunia ya Bakari ilitetemeka. Kulikuwa na ushahidi wazi kuwa Saada hakuwa binti yake wa damu. Ukweli huu ulimvunja moyo kabisa. Licha ya matatizo katika ndoa yao, Bakari alikuwa ameweka watoto wake mbele na kuwapenda bila masharti. Kugundua kuwa mmoja wao hakuwa wake ilimfanya ahisi kuwa amedanganywa na kutumiwa. Bakari alimsubiri Farida arudi kutoka bafuni. "Tunahitaji kuzungumza," alisema kwa sauti ya utulivu lakini yenye ukali wa ndani. Farida alishangaa kumwona. "Kuhusu nini?" "Ni usiku, Bakari. Tunaweza kuzungumza kesho." Farida alisema. "Hapana, tunazungumza sasa," Bakari alisema akimwonyesha meseji. "Nani ni Rashid? Na kwa nini anasema Saada ni binti yake?" Uso wa Farida ulibadilika kwa hofu, kisha kwa hasira. "Umeanza kunipeleleza sasa? Kusoma meseji zangu binafsi? Lakini hiyo si hoja muhimu hapa. Jibu swali langu, Saada ni mtoto wa nani?" alisema Bakari. Farida alianza kulia, lakini machozi yake hayakumshawishi Bakari. Alijua kuwa yalikuwa machozi ya kujiokoa, si ya majuto. "Ndiyo, Saada si mtoto wako." Farida hatimaye alikiri kwa hasira.
Nimechoka na maisha haya. Wewe hujanipa mapenzi ya kweli tangu tuane. Moyo wako umekuwa ukimfikiria yule mjakazi wako. Maneno hayo yalimgusa Bakari ndani kabisa. Farida alikuwa sahihi. Licha ya jitihada zake, hakuwahi kuwa na mapenzi ya kweli kwa Farida. Moyo wake ulikuwa bado unamtamani Eva. Kila mara umetengwa, umejitosa katika kazi yako, na hata unapokuwa nyumbani, unaishi kama kivuli, Farida aliendelea. Rashid akanipa mapenzi ya kweli, akanisikiliza na kunifanya nihisi mwanamke wa thamani. Na uliamua kumruhusu alale na wewe wakati ulikuwa bado umeolewa nami. Uliamua kubeba mimba yake na kunidanganya kuwa mtoto ni wangu. Bakari aliuliza kwa uchungu. Ndiyo, nilifanya hivyo. Na sijutii, Farida alipiga kelele. Rashid ana mpango wa kuhamia Dubai na anataka niende naye. Ninakwenda pamoja naye na ninamchukua Saada. Na Juma, huyo ni mtoto wako. Unaweza kumchukua. Sitaki kumbeba mzigo wa mtoto asiye wangu. Maneno haya yalimfanya Bakari aguswe na hasira kubwa. Vipi unaweza kusema hivyo? Juma ni mtoto, si mzigo. Wewe ni mama yake. Nimechoka kujifanya, Farida alisema. Siyo mama mzuri na unajua hilo. Nitakuwa na maisha bora na Rashid Dubai, na Saada atakuwa na maisha bora nasi. Mazungumzo hayo yalichukua usiku mzima, wakati mwingine yakiwa na kelele, wakati mwingine na machozi. Mwishowe walikubaliana kuwa ndoa yao ilikuwa imekwisha. Bakari angemchukua Juma na Farida angeondoka na Saada. Wiki mbili baadaye, wakili wa Bakari aliwasilisha hati za talaka mahakamani, akionyesha ushahidi wa uasherati wa Farida. Ndoa iliyodhaniwa kuwa ya ndoto iliisha rasmi miaka mitatu baadaye, Farida akiondoka na Saada kwenda Dubai kuishi na Rashid. Bakari alianza maisha mapya kama baba pekee kwa Juma, akiwa na msaada wa mlezi wa watoto aliyekuwa kazini kwao kwa miaka hiyo. Licha ya kuwa na uchungu wa talaka, Bakari alihisi kama mzigo mzito umeondoka mabegani mwake. Hakuwa tena akiishi maisha ya uongo. Aliweza kulelea mtoto wake kwa upendo na kujenga maisha yaliyojaa ukweli na uaminifu. Mwaka mmoja baada ya talaka, Bakari aliamua kujitolea katika kazi za hisani. Kampuni yake ya teknolojia ilikuwa ikienda vizuri, na alikuwa na muda wa kushiriki katika miradi ya kijamii. Aliunda programu ya kompyuta iliyosaidia watoto wa shule za vijijini kujifunza sayansi na hesabu kwa njia ya kucheza. Pia alianzisha mradi wa kusaidia wanawake wajasiriamali katika maeneo ya mashambani kuuza bidhaa zao mtandaoni. Kama sehemu ya mradi huo, Bakari alitembelea Kilifi, pwani ya Kenya, ambako kikundi cha wanawake walikuwa wakitengeneza na kuuza vitambaa vilivyotindikwa kwa mikono, yaani batiki. Akiwa katika mkutano na viongozi wa kikundi hicho katika ofisi ndogo ya mradi, Bakari alisikia sauti aliyoifahamu vizuri, sauti ambayo ilikuwa ikimfuata katika ndoto zake kwa miaka, sauti ya Eva. Tunashukuru sana kwa msaada wa mradi wenu, sauti hiyo ilisema. Umetuwezesha kufikia masoko mapya na kuboresha maisha yetu. Bakari aligeuka haraka, moyo wake ukidunda kwa kasi. Hapo alisimama Eva, akiwa mrembo kama alivyomkumbuka, labda hata zaidi. Alikuwa amevaa kitambaa cha batiki cha rangi za kijani na manjano, na nywele zake zilikuwa zimefungwa kwa kitambaa kinachofanana. Uso wake ulikuwa bado una tabasamu lile la upole, ingawa macho yake yalikuwa na hekima zaidi, kama ya mtu aliyepitia mengi katika maisha. Eva, Bakari alisema kwa sauti ya kushangaa. Eva pia alisimama kwa mshtuko, akamtazama kwa macho yaliyojaa mshangao na hofu. Bakari, unafanya nini hapa? Wakasimama kwa muda, wakitazamana, wakati ulionekana kama milele. Waliachana kama ndoto, na sasa walikuwa wamekutana tena kama ndoto nyingine. Ninafanya kazi na kikundi hiki, Eva alijibu mwishowe. Mimi ni mshauri wao wa usanifu na biashara ndogo. Bakari hakuweza kuamini bahati yake. Baada ya miaka yote, kulikuwa na nafasi ya kumkuta tena Eva. Ningependa kuzungumza nawe kwa faragha, kama unaweza, alisema. Walikutana baadaye jioni hiyo katika mgahawa mdogo wenye mandhari ya bahari. Eva alimweleza kuwa baada ya kuondoka Nairobi, alirudi Kilifi na kuanza biashara ndogo ya kuuza vitambaa na nguo za wanawake. Biashara ilienda vizuri, na hatimaye alianza kufundisha wanawake wengine ujuzi wa kutengeneza batiki na kushona.
Kikundi chao kilikuwa shirika dogo la wanawake wajasiriamali ambalo sasa lilikuwa likishirikiana na mradi wa Bakari. Bakari naye alimweleza kuhusu maisha yake, ndoa isiyofanikiwa na Farida, kuzaliwa kwa Juma, kugundua kuwa Saada hakuwa mtoto wake na talaka. Alimwambia kuwa alikuwa bado akamfikiria Eva kwa miaka yote hiyo. Sijawahi kukusahau, Bakari alisema. Hata nilipokuwa nimeoa, moyo wangu ulikuwa bado unakutafuta. Wala mimi, Eva alijibu kwa sauti ya pole. Nilidhani ulikuwa umepata furaha katika ndoa yako. Niliona picha zako katika magazeti na mtandaoni. Ulionekana mwenye furaha. Nilikuwa najifanya, Bakari alisema. Sikupata furaha ya kweli tangu tulipotengana. Lakini sasa, nina nafasi ya pili. Eva, je, unaweza kunipa nafasi ya kukuonyesha kuwa mapenzi yangu kwako ni ya kweli na ya kudumu? Eva alitabasamu, machozi yakitiririka usoni mwake. Umechelewa miaka mingi, Bakari. Lakini moyo wangu ulikuwa daima wako. Miezi mitatu baadaye, katika sherehe ndogo lakini yenye furaha ya kweli, Bakari na Eva waliungana katika ndoa iliyofanyika pwani ya Kilifi. Ilikuwa tofauti kabisa na harusi kubwa ya Bakari na Farida. Hakukuwa na watu mashuhuri, hakukuwa na vyombo vya habari, na hakukuwa na anasa nyingi. Badala yake, kulikuwa na marafiki wa karibu na familia, nyimbo za asili, na upendo wa kweli. Wazazi wa Bakari walikuwa wamebadilika pia kwa miaka hiyo. Walipokutana na Eva kwa mara ya kwanza kama mkwe wao, walimkubali kwa wasiwasi. Lakini muda ulipopita, waliona jinsi alivyompenda mtoto wao na mjukuu wao, na jinsi alivyoleta furaha ambayo hawakuwahi kuiona katika macho ya Bakari wakati wa ndoa yake ya kwanza. Hatimaye walikubali kuwa walikosea na akamkubali Eva katika familia yao. Miaka miwili baadaye, Bakari na Eva walipata mtoto wao wa kwanza pamoja, msichana aliyeitwa Bahati. Miaka miwili baadaye wakapata mtoto wa pili, mvulana aliyeitwa Baraka. Bakari na Eva waliishi kati ya Nairobi na Kilifi, wakisimamia biashara zao mbili, kampuni ya teknolojia ya Bakari na biashara ya vitambaa na nguo ya mitindo ya Eva, ambayo sasa ilikuwa imeanza kuuza bidhaa zake kimataifa. Pamoja walikuwa wakifanya kazi za hisani kusaidia watoto maskini kupata elimu bora na kuwasaidia wanawake kuanzisha biashara ndogo ndogo. Miaka 20 baadaye, Bakari na Eva walikuwa wakiwa kwenye kiti cha swing katika nyumba yao pwani ya Kilifi, wakitazama jua likizama baharini. Watoto wao walikuwa wakubwa sasa. Juma alikuwa mhandisi katika kampuni ya baba yake, Bahati alikuwa daktari, na Baraka alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu akisomea sheria. Unadhani tungekuwaje kama mara ya kwanza tungefanikiwa kuwa pamoja? Eva aliuliza akiwa ameegemea bega la Bakari. Bakari alifikiri kwa muda. Sijui. Labda tungekuwa na furaha mapema zaidi. Lakini nadhani tungekosa hekima tuliyojifunza katika safari zetu tofauti. Kila changamoto tuliyopitia imetufanya tuwe watu tunaoelewa thamani ya mapenzi ya kweli. Na imetufundisha kuwa hakuna kizuizi kisichoweza kushindwa na mapenzi ya kweli, Eva aliongeza. Tabaka, mali, elimu, hayo yote hayakuweza kututenganisha mwishowe. Bakari aligeuka na kumbusu Eva taratibu. Najua kuwa safari ilikuwa ndefu na yenye uchungu wakati mwingine, lakini ninashukuru kwa kila hatua. Kila hatua ilituleta pamoja mwishowe. Wote waliketi kimya, wakitazama jua likiaga na nyota zikianza kung'aa angani. Walijua kuwa licha ya changamoto zote, walikuwa wamepata hazina kubwa zaidi katika maisha. Mapenzi ya kweli yaliyojaribiwa na akati na changamoto na bado yakawa imara. Katika ulimwengu wa sasa uliojaa hadaa na mapenzi ya uongo, hadithi ya Bakari na Eva inakumbusha kuwa mapenzi ya kweli yanahitaji ujasiri, subira na imani. Inakumbusha kuwa wakati mwingine inatubidi kupoteza ili kupata, na kuwa mzunguko wa maisha unaweza kutuleta nyuma kwenye wale tunaowapenda, hata baada ya miaka mingi ya kutengana.